na watu wetu ndio waliandika ile memorandum of understanding. Wakina Sifuna waliandika hiyo. Mimi nimekuja tu kunisomea, mimi hii ndio tumeandika. Nikauliza, mmesoma mkubaliana naye? Ndio. Ni uzuri, basi tuweke sahihi. Sisi tuweke sahihi. Sasa hiyo mliona ile ilifanyika mwaka hii baada ya mimi kutoka kule Addis Ababa. Lakini kwanza mimi nilitembea kuuliza nyinyi kama mnakubali. Sasa ile ilikuwa ni kusema ni mambo ya kushikilia emergency issues ili serikali iendelee mbele. Lakini sasa yale ambayo tuliandikana hapo ndio sasa inaleta changamoto. Ni ipi na ipi na ipi ambayo imetekelezwa na ipi ambayo haijatekelezwa. Hapo ndio kuna changamoto. Hapo. Kwa kwanza mbalo tuongea juu ya mambo ya uuaji ya watu ovyo ovyo. Kupiga raia risasi ovyo ovyo. Leo mwingine anasema ati kama mtu anakuja karibu police station, piga risasi. Kambia wewe mpumbavu huyo. Huwezi kupiga binadamu risasi kama mnyama. Sheria inasema kama jamaa anafanya makosa, shika yeye, peleka yeye mahakamani, ashtakiwe. Mahakama ndiyo itoe hukumu. Sivyo? Tena usiseme ya kwamba piga mguu tu, akienda kwa hospitali aende kwa nini? Hiyo vile vile out of order. Toto huwezi kusema ati mtu apige mguu risasi. Manake usahili umeumiza mguu yake, si yeye makuwa kilema maisha. Inatakikana police wasitumie risasi. Police should not use live bullets against innocent citizens. Police should not even with the criminals unless they are attacking you. The duty of police is to apprehend, arrest the criminals and take them before a court of law. That's the work of police. Kwa hivyo haya yote ni mambo ambayo sasa tunaweza kufanya nini? Review yale ambayo imetekelezwa na yale ambayo hajatekelezwa. Tulikubaliana kuwe na compensation kwa wale ambaye walipoteza wenzao. Sio tu hii ya Gen Z, hata yetu hili ya 2023 tulipoteza watu karibu 70 2023. Tulisema kuwe na nini? Ridhaa, compensation kwa familia wale. Na wale ambao walipata majeraha, wengine walipigwa risasi wakaenda kwa hospitali, gharama imekuwa kubwa zaidi, wengine wamekuwa vilema, bilibili wapewe ridhaa. Sisi tunasema namna hiyo. Kwa hivyo haya yote sasa tunataka kufanya nini? Review. Ni gani na gani ambayo imetekelezwa, ipi na ipi ambayo itatekelezwa. Haya yote. Kwa hivyo yale ambayo tulikubaliana mpaka itekelezwe. Sasa ODM inamaanisha nini? ODM. Orange. Hiyo mambo ya democratic ni kitu muhimu sana. Democracy ni nini? Wanasema a government of the people, by the people, for the people. Sivyo? Lakini kwa upande mwingine kuna uhuru ya kunena. The right to be heard. Msungu mwingine alisema, I may not agree with what you have to say, but I shall defend unto death your right to say it. Uhuru ya kunena. Everybody got a right to speak their mind. That is democracy. This is what ODM stands for. There will be differences of opinion. Ukienda Ulaya kuna vyama vya siasa kama Labour Party. There are those who are called Old Labour, there are those who are called New Labour. There are those who are called Ginger Group, and so on and so forth.